kawaida. Wewe usijali ndugu wangu, ndo maisha. Ukisikia binadamu unapitia changamoto, ndo hizo. Bila changamoto kupitia, wewe uje kukutana na changamoto, basi wewe sio binadamu. Ila tuachane na hayo bwana. Katika imani hii ya Kitela kuna jambo linaendelea na imani wewe bwana ndugu mtoto mweupe, unajua kuhusu huyu mfalme wetu. Mfalme wetu inasemekana amewekewa sumu mwilini. Sumu? Na aliyomwekea sumu mimi bwana Chapembele namjua. Namjua? Kweli ndugu yangu. Basi Chapembele, nakuomba unipe usiri mimi peke yangu, na imani sitakuja kumwambia mtu yoyote yule katika himaya hii. Sitabaki kwa watu wawili tu, mimi na wewe Chapembele. Wewe ndugu, mimi nijulie wapi? Ngapagwa chivu, sielewi chochote. Sijui aliyompa mfalme sumu huyo mwilini. Wewe huo wote uongo tu katika 1 2 3. Mimi sijui. Kwa mwenyewe nakujuaga wewe waiti wewe. Unisababishaga kwa walizi ukawi wewe. Ndugu yangu. Sema nini? Hapa tumekaa sana. Sasa tutoke hapa, twende kule bondeni, tukachume viazi vile, mbatata, tuje navyo nyumbani, tuvipike, tule na uji wetu pale, uji wa muhogo ule. Safi, tia na chumvi pale, maisha yanaenda. Sasa ndugu yangu, hebu twende. Ndugu huyo. Kole, nimekuita hapa na maagizo kutoka kwa mfalme kuhusu wale mateka tuliowateka ambao walitaka kutuvamia. Swala la chakula lipo juu yako. Mfalme amesema wale wasipewe chakula chochote kile, na ikigundulika kwamba wamekula chakula chochote, wewe utawajibika. Sawa, nimekuelewa Dimoka, na nikuhakikishie sitopeleka chakula. Kuhusu chakula, kihusike ndani ya watu wa himaya hii na sio wale waliotekwa. Sawa, nimekuelewa. Nitatekeleza amri ya mfalme na nahakikisha sitopeleka chakula sehemu yoyote, maana mimi ndo nahusika na jikoni. Ni amri kutoka kwa mfalme na sio ombi. Haina shida, jambo limenifika mimi, basi nitatekeleza vile ipasavyo. Loka. Mfalme. Hebu nipishe kidogo niongee na mtabiri hapa. King'ano, mimi nimekuita hapa. Hali yangu kama hivi unavyoona, naumwa. Sina hali hata kidogo ndugu yangu. Nashindwa hata kutembelea mashamba yetu. Nashindwa hata kuwatembelea wanahimaya kwa hali yangu nionayo. Na toka nianze kuumwa mpaka hivi sasa hakuna mtu wa kuisimamia mashamba na kuisimamia hii himaya. Nakuomba King'ano, wewe ndo mtu wangu wa karibu sana. Wewe ni mtabiri wangu, mtu nekuamini sana. Nakuamini sana King'ano. Ifanye kazi hiyo. Hilo la kwanza. Lakini jingine, mimi naumwa. King'ano. Haya, wewe na utendaji mwema. Sawa, mimi nimekuelewa. Nimekuelewa. Asante. Yote tutafanyia kazi. Kazi njema. Haya.
Simbilisi. Naam. Mimi naona bora niishie hapa kwa sababu na majukumu kidogo naenda kumalizia nyumbani, afu nielekee shamba kule kwanza. Nashukuru Nangasende. Ujue tangu muda ule tuliotoka pale kwenda kule, tumbo langu limekuwa hajapata kitu kabisa. Njaa ni kawaida kwa sababu muda wa kula ushafika. Yani mimi naona kabisa muda wa kula. Haina shida ndugu yangu, ngoja mimi nikuache. Basi haina taabu. Nangasende. Ujue kuna kitu na mashaka nacho katika hema yetu sasa hivi. Wasiwasi wa nini tena? Ujue yule mtabiri naona kabisa sio mtu mzuri, kwa sababu nimepata muda wa kumchunguza, kumtathmini, nimegundua hilo jambo. Sio mtu mzuri kabisa na hafai kuwa karibu na mfalme. Simbilisi. Unajua kumzania mtu mabaya ni dhambi. Zana mbaya ni kifupi. Kwa sababu yule mtabiri ambaye ni tegemezi sasa hivi hapa, baada ya mfalme kuanza kuumwa, yule ni tegemezi amesimama kama mfalme. Ukiona vyakula vinaletwa kwa mfalme ni yeye. Umeona? Ukiona sijui shamba limepaliliwa ni yeye. Amekusanya wanaimaya kwamba akapalilia shamba. Mtabiri ni mtu mzuri sana kwenye himaya hii. Kwa ondoa shaka. Basi sawa, haina shida. Haina shida. Kitela. Nimekuja kusikiza maneno. Haya maagizo si kutoka kwangu. Maagizo haya ni ya baba. Nendeni kwa bibi Kinyanza na mkamfuatie baba dawa msituni. Si mnajua hali yake ilivyokuwa mbaya? Nilikuwa naomba mfanye haraka. Sawa. Natakiwa mwende haraka na mwahi kurudi, sawa? Sawa. Samahani kakaangu, na sisi tukawa tunaomba kujua na wewe kilikukuta nini mpaka sasa hivi uko hapa. Ni kweli, kwa sababu sisi tumekueleza kilicho mkatukuta, kwa hata wewe pia unaweza ukapaswa kutueleza kilicho mkakutokea na sisi tujue, kwa sababu tunakuona tu na wewe uko bandani hapa tunatazamana. Tunapewa adhabu, wote wanakuja hapa wanatukuta masabu kwa pani huko, wanatuingiza bizani ile mijiti, wanatusokonyoa mpaka mdomoni huku. Sasa hatuelewi kilicho mkakukuta. Ni bora kama alivyosema dada hapa utueleze na sisi tuweze kujua kama sisi tulivyo mkakueleza wewe. Mimi kesi yangu ya kujitakia ilikuwa hivi. Umefikia wapi kuhusu ile jambo ambalo tumeongea siku ile? Na umechukua uamuzi gani mpaka sasa? Wende Nyende, unakisikia unachokiongea au unalopoka tu? Hivi umesahau mimi nani katika hii maya? Sasa basi nitakuonyesha. Wende Nyende, umefanya nini sasa? Sasa mimi ningewezaje kuficha hisia zangu? Mimi ndio maana nikaamua tu nimwelekeze. Umeshindwa hata kunituma mimi? Hizo ndio hisia gani hizo? Ungenifuata mimi ungeniambia. Mimi ningemfuata ningemwambia. Hivi unajitafutia matatizo hivi? Shauri yako, mimi sipo. Mtajua na wenyewe. Wewe unaijua himaya yenyewe. Mdogo wangu, kwa nini umefanya haya yote? Umeshajitafutia matatizo Unamtongoza Malikia, huruhusiwi. Yule ni mtoto wa mfalme. Kwa nini hata usingenishirikisha? Mdogo wangu, nakupenda sana. Wewe ndo mdogo wangu wa pekee. Kwa nini umefanya hayo yote? Dada, mimi nimeshindwa tu kuvumilia hisia zangu. Mimi ndo maana nikaamua tu nimfuate nimwelekeze. Hata kama huruhusiwi kumtongoza Malikia. Sasa nisikilize nikwambie mdogo wangu. Nakupenda sana. Ila naomba uondoke kwenye hii maya. Nenda mbali huko unapopajua. Dada,
kuhusu hilo swala la kuondoka mimi hapa kwenye himaya, mimi siwezi kuondoka. Mimi nipo hapa liwalo na liwe. Mdogo wangu, nisikilize basi. Nenda hata kwa muda, utakuja kurudi baadaye. Mimi siwezi dada. Nakuomba, nakupenda mdogo wangu, naomba uende. Dada, mimi siwezi. Mimi nipo hapa. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Haya, haula. Wewe ulikuwa unataka kumkalia Wila. Sikia mambo hayo. Mbona kuna kelele hapa? Kuna nini? Sisi tunajifurahisha tu. Basi punguzeni kelele, mfalme kapumzika ndani. Sawa. Vipi Lonje? Mbona niangalia hivyo usoni? Shida nini yani? Hivi vipi hizo nywele uko kichwani? Ndio muda wote umekaa unaniangalia hizo nywele. Hizo nywele nimesuka siku ile. Ndugu yangu zinauma. Kichwa chote kinawaka hivi. Moto nimezifumua. Ila hujipendi. Chikole, lazima tukwambie ukweli. Toka umefika hapa kwenye himaya, unaoga kila siku unaoga, lakini hata ile kusimamishwa kwa bahati mbaya sijaona. Nangu mimi nabaki nalo hapa moyoni. Hata sisemi. Kitela. Himaya yetu. Nakuwa na Chikole upo na Lonje. Vipi jamani jikoni hapa? Mbona kama sipaelewele afu panadai yani unajua tumboni njaa. Unajua njaa kuvina. Njara kuvina. Hiyo ndio loliacha. Umeanzia mbali mpaka kufikia hapo kwenye hapa. Wewe mbona unapenda kula sana wewe? Kula unapenda kula, kazi kufanya ufanye. Chikole, tuachane kwanza nayo. Naona mnanisema kisa tu hicho chakula mnachotoka kupika hapa. Sawa. Mimi hizo sitaki. Vipi jamani kuhusu mfalme? Mfalme kama mnavyojua anaumwa. Na mimi nilivyosikia mwenzenu, bwana Chapembele nilivyosikia. Kwa mfalme angewekewa sumu mwilini. Sijui na nyoa zangu mmesikia hivyo kama nilivyosikia mimi. Chapembele. Wewe mbona ni mbea kiasi hiko? Yatakuja kutokea puani.
hivyo ulivyoyasikia wewe, na sisi tumeyasikia hivyo hivyo, lakini tumeamua kuyazima, tumeamua kuyaacha. Na kama ukilitaka kulijua hilo jambo, mfuate mtabiri, atakueleza mwanzo mpaka mwisho kumuhusu mfalme. Ndio. Sisi kilichotuleta katika hii himaya ya Kitela ni kumhudumia malkia na mfalme. Hayo mengine si hayatuhusu. Hebu achana naye bwana, sisi tufanye mambo mengine. Sawa, lakini vipi sasa utaratibu hapa jikoni? Maana naona kama umesengenya sana. Hapa utaratibu ndio ule ule. Maboga yanachemshwa, na kama unataka kula maboga, nenda kule chini kule ukakata majani ya mgomba, tuje tufunikie, la sivyo ulambi. Mimi naenda, ila mnihesabia maboga. Nenda, shakusikia. We binti, kwa kile ulichokiona usiongee chochote wala kuropoka chochote kile, sawa? Sawa mtabiri. Kwa sababu mimi ni mtabiri, nitakuja kukutabiria kifo, utajuta na maisha yako, sawa? Nimekuelewa mtabiri.